Umeona video zake? Yeah, jamaa mkali. Noma. Noma kuna watu wabaya bwana. Hiyo balance yote anatoa wapi lakini? Ni zoezi nadhani. Wow. So tutarajia pia naye pia next week nitakuwa naye hapa. Nishaongea naye. So tuje tupige naye story of course, na tunatarajia pia ataweza pia kupatiwa heshima yake, aweza kupatiwa kama of course amewakilisha nchi taifa letu ya Benin, of course Egypt pale, Cairo. Big shout out to him. Bwana mimi napatia wengine pia mawe hapa, anajiita David na Kitari, anasema anasikiza show, shabiki wetu. Felix Fellow na Kona anasema Bahai Center, tuko pamoja. Anajiita nani, Elud Rono anasema well chonde kutoka pande za Chepkongongo. Alafu mwite nani mwingine, Sam Agesa anasema oi pamoja sana watu wangu. Guja ayo nyuma Mike anasema oya tuko pamoja. Robin asi anasema Vihiga tuko mbele pamoja. Kuna nini unaona pande wako labda? Alright, mimi ni mmoja tu nataka kumpa big shout out kwa sababu alikuwa ame-text pale akasema kwamba anategea kiwa Pwani University upande wa Kilifi pale, anajiita Sila. Yes. PDG mjukuu wa Matunda anasema locked in as usual. Afu anajiita nani mwingine hapa hivi fast anajiita nani, anajiita Mwesh anasema tuko pamoja ndani. Ngoja kidogo. Hapa nitakuwa nakosea. Nisipopiga hii nitakuwa nakosea jamani. Kwenye mtandao wangu wa WhatsApp Sylvia anasema niko ndani kabisa, nikipeana pole kwa jamii ya Timothy ambaye anazikwa leo jamani. Yule Timothy Ngaira mjukuu wa Shingongo aliaga dunia. Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema kabisa. Tobias Pro anasema Kamkuyu wa Market Kimilili tuko pamoja. Karima Mope anasema following out Kisii University. Danny Boy anasema good morning Nakuru Town inasikiza karibu ndani ndani ya maisha 254. Dennis Wanjala anasema listening from Mtongwe Mombasani with my family Lily and Ashaniz, tuko mbele pamoja. Kidiga Danson nimekucheki pale. Manu Original nimekuona pale. Presenter Pitani nimekucheki pale, anasema Utawala Embakasi iko ndani. Nani mwingine pale? Presenter Albert pia anasema good afternoon locked in. Alright. Bana ndani ya mjengo tuko naye Mr Education aka Kim Sani. Inakuaje bro, vipi? Fiti sana. Long time kaka. Yeah, siko mob lakini niko fit, God anasaidia. Yeah, tuna overcome challenges na muziki bado tunasukuma kama kama kawa kama dawa. Alright. Yes. Mara mwisho tupige na story ilikuwa lini, kama last year batwan? Ilikuwa December. Last year. December nikilaunch my album. Yeah, na mlikuwa tu hapa hivi. Tulikuwa hivi. Team Maisha 254. Yes. Ilikuwa album inaitwaje, tukumbushe bro? Album ilikuwa inaitwa Kila Mtu Ni Celeb Kivyake. Na ndani yake kuna song inaitwa Jifunze Kuongea. Na Ila Kristo. Yes. Ngoma ngapi vile? Nilikuwa na ngoma 9, lakini saizi nimeongezea watoto wengine 3. Kwani tunaongezea kwa album bado ama umesema hizo singles? Hiyo ni sasa album ya pili. Kuna album nyingine tena? Sasa hii ilikuwa ya kwanza. Hii sasa nyingine ni ya pili. Hiyo ambayo launch December. Yeah, ilikuwa album 1. Sasa hii ya pili ndo nasukuma, na natumai kwa hii album kuna Favor za God pia. Yeah, natumai hivyo. Alright. Bwana imekuaje? Tuongelee album, ilienda jinsi ulivyokuwa unatarajia ama ilikuwaje? Kwanza naweza shukuru sana because hiyo platform ambayo mlinipea ilisaidia because kila mtu alijikakamua kivyake kifedha yani, na pia kusupport hiyo art. Na unajua kama msanii ambaye ni established, siwezi jita upcoming artist because nimekuwa kwa game for quite a while. Kama established artist kuna bado challenges kidogo. Lakini kwangu niliona pia kuna uwezekano sana, niko na potential na pia mafans wali support. Pia mkiwa mmechangia. Unajua hii ilikuwa ndio album yako ya kwanza? Ilikuwa ya kwanza. Mara nyingi kuna unapofanya kitu mara kwanza sometimes pia organic kama ni darasa, unajifunza vitu. Kwako wewe kutoa album, vitu gani unaweza sema ulijifunza? Unafikiri ni wapi ambapo unafaa kuboresha zaidi, ni wapi ambapo unafaa yani tuongelee hapo some of the things ambazo ulilearn DJ? Kwa kila siku najua nina is a learning day kama artist, na pia ukubali pia kuchenjiwa, na kama kitu haijaenda fiti, imeenda mafiongo, unafaa ujue ukubali matokeo. Lakini so far kulingana na insight za audience wananiambia keep up, kila siku tupatie kitu ambayo iko na different kiasi compare na zile zingine. Na kama mimi kama artist
niko na a lot of songs like 200 plus, na hizo song nishaandika, so I know hata hit song tu iko among hizo songs, so I can't give up. Bado na skuma. Yeah. All right. So sasa unasema umeongeza watoto wengine wangapi wa? Sasa hizi nimeongeza watoto wa. So ni album ama muziki? Ni muziki tu. Anasema ni ngoma singles ama ukisema watoto ni album nyingine tena umeongeza? Yeah, okay, maybe naweza iskuma kwa hiyo album ya kwanza ishikane. Nini ngoma? Yeah. Izikuwe around 12. But also nilikuwa na another thought, nilikuwa naona pia naweza ipanga ikuwe album kivia kingine. Yeah. Kwa haraka tuongelee hiyo album ulitoa. Ilikugharimu shingapi na so far mpaka saizi je, imerudisha ama bado unaidai hiyo album? Wow. For me that album ilifanya vizuri sana. Yeah, hisi chocha by tuongelee gharama za album. Kuingia studio kurekodi mpaka album inakuwa complete mpaka unipakuwa unaleta nje kwa mashabiki. Kwa haraka wewe ilikuwa ya kwanza. Unaweza sema ilikuwa shingapi? Ilikuwa ya kwanza but siwezi sema inaweza imefika cause unajua pia nazo record song ni pesa, ni fedha mob. So haiko imefikia, lakini ilipiga effort. Unajua kitu noma ni umeka event alafu at the end of the day unapata zero. Yeah, hiyo ni noma sana, but mimi nilipata over 50k plus kuendelea kwa hiyo album. So ilifanya poa by the way. Ilifanya poa, yeah. Na wase wanajua hivyo. They can attest. Yeah, and also they can attest to that. All right. So sasa hizo sema on to the next one. Tuko naye Mr. Education. Mbona ajiite Mr. Education lakini? Mr. Education, I love education and I know education is life. Na bado saizi niko tu department za education hapo NIBS Technical College. Ma staff there. Kama nasimamia digital marketing because unajua nimefanya utangazaji. Naweza soma news vibaya sana hapa. Umesomea utangazaji? Nimesomea utangazaji. Tuko tunapiga story hapa hivi na ana DJ yetu Drizzy. Anasema yuko kwenye harakati za kurudi shuleni kwenda kupiga PhD. Wewe umesoma mpaka level gani? Tukiongelea makaratasi ambayo unamiliki sasa ama ambayo umeshamaliza. Nilichapa diploma and Mungu akasaidia nikapokea A clean A. And nikasema kwanza wacha ni utilize hii diploma because fanyie kazi kwa. Huwezi enda uchukue course nyingine kubwa hiyo PhD and na eti diploma kwanza ijakupea food kwa meza. So utilize that kwanza before uende hiyo nyingine because hujui kama ukisonga pia nayo mambo itakuwa bugdha. So kwangu nimesomea utangazaji, lakini pale NIBS nafanya mambo mingi, kuna input kadhaa. And also nasimamia mambo ya digital marketing na inaenda fiti sana. I do also the voiceovers za institution na editing na everything. Yeah, plus video and etc. All right. Bwana ni jamaa ambaye yuko na kazi mpya anasema jamani, unasema ati tofauti yako na kazi gafu nini? Wacha ni